Ndio mtazamaji wa Mapi African Channel. Leo nina kitu kizuri sana nataka nikuoneshe, na hichi kitu nimekutana nacho wakati nakuja hapa kwenye mti huu kwa ajili ya kukata majani. Matawi hayo huwa tunakata kwa ajili ya mbuzi, hayo unayoona huko juu. Lakini wakati napanda nikakutana na kitu fulani ambacho ni kizuri sana, ambacho ni miaka mingi sijapata kukitumia. Nilikitumia wakati niko mdogo sana, lakini saizi niko likizo nimekutana nacho tena. So nitakwenda kukuonesha kitu chenyewe ni kitu gani, lakini hakikisha kwamba bado hujasubscribe katika channel hii ya Mapi African Channel. Unafanya hivyo kwa kubonyeza subscribe. Bonyeza subscribe hapo chini. Lakini pia like na share makala hii kwa watu wengine ambao wanapenda vitu hivi vya Kiafrika. Moja kwa moja niende kwenye lengo la leo sasa. Lengo ambalo nataka kulifanya hapa leo, nitakuonyesha kidude hicho. Kidude chenyewe kidude chenyewe ni hichi hapa. Hichi hapa. Hichi kwa lugha yetu ya asili hapa tulikuwa tunaita mbirwa sakshaka. Mbirwa sila huwa mbirwa sakshaka. Ambayo kwa tafsiri ya Kiswahili naweza kusema ni ndizi mbivu za Kichaga. Ndizi mbivu za Kichaga. Kwa sababu kwa maeneo haya ndizi mbivu zikishaiva, zile ndizi tunaita mbirwa. Yaani zikiwa zimeiva zinaitwa mbirwa, alafu zikiwa bado hazijaiva zinaitwa tu maru. Yaani zina majina mbali tofauti. Kwa hiyo hizi sasa tunaita ni mbirwa sakshaka. Kwa hiyo ni ndizi mbivu za Kichaga, na hizi zinaliwa. Tulikuwa tunakula vizuri tu. Sema siku hizi watu wamesahau, watoto wa siku hizi hawajui mambo haya, wakiona wanaweza kujua ni sumu hivi, kitu ambacho sio kweli. Kwa hiyo hii kama unaiona vizuri, ukaiona hii hapa. Hii kuna nyingine iko hapa, kuna nyingine ziko ndani kule, nzuri kweli kweli. Nyingine hizi hapa, hizi huko, hizi hapa ndani hapa. Sasa hizi saizi wanafaidi ndege tu, zingine hizi huku ndege wamekula kula. Na mti wake ni huu. Huwa ni mti fulani unakuwa kwa kujisokota kwenye miti mingine, yani unaparamia miti mingine, sio huu. Unaweza kaona ni huu wenye matawi haya. Kwa umepanda kwa kujisokotea kwa kujishikiza kwenye mti huu, ila wenyewe ni huu. Ni mwembamba kiasi, sio mwembamba sana, lakini huu hapa. Kwa namna ya kuzila sasa hizi mbirwa sakshaka hizi, unachuma tu namna ile pale. Alafu ushachuma, unaona zinavokaa. Na ile pale wanachuma vile tap. Ondoka. Tamu sana. Mbegu zake unatema. Ngine ile ni hii hapa. Kuna hizi ambazo tayari ndege washazi piga hizi. Toa. Hizo mbegu natema namna hiyo. Hii hapa nyingine. Kuna hii na zingine, kuna zingine ziko pale chini pale, mtazamaji wa Mapi African Channel.
Ziko nyingi, lakini na wasiwasi hizi itabidi tule mimi tu na huyu camera woman aliko nyuma ya kamera. Kuna zingine ziko pale chini pale, tunaziona zile pale. Zingine hizi hapa, yani mchumie kabisa, taondoka nazo. Mama, utakula na wewe hizi? Utachukua hiyo, atachukua hii, utachukua na zingine. Kwa utachukua hii, utampa Peti, alafu utachuma na ile pale, sawa? Alafu utaenda nayo. Kwa hiyo aliko nyuma ya kamera na atabidi ale hizi, kwa sababu naye hajawahi kuonja kabisa mambo haya. Unakula mtazamaji, hizi unazi mfano mumunya hivi. Mumunya unameza ule utamu. Alafu mbegu zake ni nyeusi hivi. Nilikuwa nazitema. Sasa nilichokuwa nakwenda kukifanya nitakuonesha mtazamaji. Nilichokuwa nakwenda kukifanya ni kukata mando. Mando ni matawi ya miti kwa ajili ya mbuzi. Miongoni mwa mando ambayo mbuzi wanapenda sana ni haya. Hapo haya hapa. Sasa lengo kubwa la kuja hapa pia ni kwa ajili ya kukata lote hili. Lote hili inabidi lianguke kwa sababu linatuletea uzibe huku. Yaani uzibe manake mazao ambayo tutaotesha hapa yakiwa yamefunikwa na kivuli kwa kiasi kikubwa, maana yake hayawezi kustawi vizuri. Natakiwa yaonane na jua. Sasa hayawezi kuonana na jua kama kuna uzibe huu. Hili linakwenda chini leo. Nani ama sogea kule nyuma kabisa. Tadondoka hili. Litadondoka kwa kishindo.